Leo nimekuletea ujumbe ambao nimeupatia kichwa, je, unajivunia nini? Nini kinachokufurahisha? What makes you proud? What makes you happy? Jina langu ni Pius Muiru Mwaura, nikikukaribisha ili tubarikiwe pamoja. Nataka ufahamu katika maisha tunayoishi, kuna aina mbili ya mambo ambayo yanatufanya tufurahie. Jambo la kwanza ni mambo ambayo tunasema ni temporary. Mambo ambayo tunafanya kula, kunywa, kujiburudisha, kujivunia kwa sababu ya jambo hili na jambo lile lingine. Na kuna mambo ambayo ni ya kumtumikia Mungu na kufurahisha Mungu. Hayo nayo yako na furaha ya milele. Hauwezi jivunia jambo moja kwa zaidi ya miaka 50. Iwe ni kuendesha gari mbio, utajivunia kwa miaka kidogo tu. Alafu miaka itafika mahali useme, sifurahishwi na hili. Punguza hiyo speed. Nataka ujue ya kwamba Mungu hana shida na wewe kujiburudisha, na wewe kufurahia. Lakini tunapoishi, mapenzi ya Mungu ni tumtumikie. Mapenzi ya Mungu ni kando na mambo ambayo tunafanya kwa ajili ya maisha haya, tufanye mambo ambayo yatamfurahisha. Tuzae matunda yaliyo mema, na hivyo basi tufurahishwe na kuzaa matunda. Mambo ya kukula, kujiburudisha, kufurahia jambo hili ama lile lingine yako na mwisho. Lakini kumtumikia Mungu na kuishi kwa sababu ya Mungu, hilo ni jambo ambalo utafurahia sasa na hata katika maisha ya baadaye. Hata tutakapotoka katika mwili huu, bado tutapata thawabu kwa sababu ya kile tulichofanya. Hakuna mahali tutafika mbinguni tuambiwe ya kwamba kwa sababu ulikuwa unaishi Amerika, ingia katika milimani ya mbinguni. Kwa sababu ulikuwa na hiki ama kile, sasa hapa mbinguni tutakupatia special treatment. Ni vyema tufahamu ya kwamba matendo yetu yale tunayofanya kwa ajili yetu hayatahesabika katika thawabu ya mbinguni. Kile tunachofanya kwa sababu ya Mungu, hicho ndicho kitakachohesabika. Sasa je, niulize, tuongeze kasi kujiburudisha na mambo ya dunia ama tupunguze kujiburudisha na mambo ya dunia? Tutilie maanani kumtumikia Mungu na kumfurahisha Mungu atakaye kuwa pamoja nasi wakati huu tulio katika maisha haya na hata wakati tutakapotoka katika maisha haya. Ni neema. Siku moja utakuja kukumbuka kwa nini mimi Katika maisha kuna mambo mengi ambayo hufanya mtu afurahi. Na ninaposema kufurahi, na maanisha ile hali ya kuwa excited. Ukifikiria hilo jambo, unajivunia, unakuwa na fahari ndani ya hilo jambo. Kwa mfano, kuna watu ambao wanajivunia kuwa wao wako na nguvu. Yaani yeye huwa anafurahia nguvu alizo nazo. Iwe ni nguvu za mwili, iwe ni nguvu ya kimali, ya kifedha. Wengine wanajivunia kuwa kwamba wao wametoka katika jamii fulani. Kuna wengine utapata wanajiita the Moiros, wengine wanajiita the Jugunas, the Otienos. Wengine wanajivunia kwa sababu ya mahali wametoka. Wengine wanajivunia kwa sababu wao wanajua kitu ambacho wengine hawajui. Wengine wanajivunia sababu wao wanaishi nchi nzuri kuliko wengine. Mwingine anajivunia kwa sababu wako na kazi. Mwingine anajivunia sababu ni mrembo. Mwingine anajivunia kwa sababu wako na kipawa. Mwingine ni masomo yake anajivunia. Watu hufurahia na hujivunia mambo mengi katika dunia. Watu hujivunia hata mambo ambayo ni madogo sana. Siku ya leo ningetaka tujiulize, je, ni nini huwa kinatufurahisha? Na haya mambo yote tunayojivunia, mengi si mabaya. Sababu unapojivunia kuwa Mkenya, ni vizuri kujivunia kwamba wewe ni Mkenya. Kuna aina mbili ya sababu ambazo hufanya mwanadamu ajivune. Na aina ya kwanza ni mambo ambayo ni temporary. Mambo ambayo yako na mwisho. Wengi huwa tunajivunia na tunafurahia kwa mambo ambayo yako na mwisho. Siku ya leo wewe uliye kijana unajivunia kwamba wewe ni kijana. Ujana hautaishi milele. Kuna siku itafika na utakuwa mzee. Mtu amejivunia kwamba yeye ni msichana mrembo, ni mchanga, miaka haijaenda. Anaendelea kujivunia mpaka wakati yeye ni mzee, anajaribu kureverse. Anajaribu kukaa kana kwamba yeye ni kijana. Wakikuyu husema wainaga nieroragera rukeino. Yaani mtu ambaye alikuwa muibaji hodari, kuna siku inafika yeye anakuwa sasa ni wa kuangalia wengine wakiimba. Kama sasa mtu ambaye alikuwa anajivunia kwamba yeye ni mtoto wa waziri miaka ya 60s katika serikali ya Jomo Kenyatta, leo hii anaweza jivunia kwamba yeye ni mtoto wa waziri. Mambo ambayo tunajivunia katika dunia hii huwa yanafika mwisho
kwa wakati, ni mambo ya seasons. Kama sasa watu ambao walikuwa wanajivunia kwamba katika kijiji yeye ndiye akona radio ambazo zilikuwa zinajulikana za kinanda ama radio cassette, na akajivunia kabisa, akawa anaweka hata volume ya juu. Leo hii anaweza jivunia hata kana kwamba amehifadhi ile radio. Leo hii hawezi jivunia. Hata tunaposhughulika katika maisha, kufanya kazi, biashara, katika hii miji na mahali popote unapofanyia biashara, ni vizuri uelewe ya kwamba tukirudi miaka ya 1970s na 60s, tutakuta baba zetu na babu zetu wakiwa katika hii miji, wakiwa saa hiyo ndio wako vijana barubaru, ndio wanalea, wamekimbishana na pesa kama kitu ingine. Leo hii wengi wao hata wako duniani, wameondoka. Walijivunia kuwa na mali ambayo ilikuwa ina make sense wakati wao, lakini siku ya leo it doesn't make sense. Nataka kusema nini? Tujivunie mambo ambayo tuko nayo, lakini tuelewe ya kwamba haya mambo tulio nayo ni temporary, ni mambo yaliyo na mwisho wake. Ukweli ni kwamba katika maisha kuna mahali patafika, hata kana kwamba utakuwa bado na ile mali, hautajivunia. Kuna mtu mmoja katika miaka yake ya 30 hivi akajenga nyumba ambayo ilikuwa ya kifahari, ilikuwa na orofa, akaweka bedroom za watu wengine hapa chini na yake ikawa iko upstairs. Kwa hiyo bedroom yake akaweka ikawa ensuite, ikawa bafu na choo iko ndani, yani ilikuwa ni bedroom nzuri. Huku chini akaweka tu ma bedrooms nzuri tu na ilikuwa ni vitanda tu, hazina mambo mengi. Baada ya miaka kuenda, miaka 50 ikafika, miaka 60, miaka 70 ilipoanza kugonga, akawa na shida ya kupanda upstairs. Yani sasa wakati wa kwenda kulala anashindwa kupanda stairs ili aweze kuenda kulala katika bedroom yake aliyotengeza vizuri. Yani kile ambacho alikuwa anafurahia kikawa sasa hata kama kiko hafurahii tena. Sababu nani atakuwa anambeba mpaka huko juu na hakuna lift ili aweze kuenda kulala katika bedroom yake ya kifahari. Hapo ndipo alisema, ningelijua ningejenga hata huku chini bedroom nzuri ili nitakaposhindwa kupanda huko juu niwe nalala hapa. Nataka kusema kile kinachokufurahisha siku ya leo, kuna uwezekano mkubwa miaka inapoendelea hakita kufurahisha. Hujawahi mtu ambaye anakula nyama, kuralua mifupa, miaka inafika anaanza kunyonya nyama, yeye labda akunywe supu. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 11 hapo 9, akanenea vijana akawaambia, enyi vijana, furahini kwa sababu ya ujana wenu. Na hapa tunapoongea vijana, hatusemi tu vijana, tunasema mradi tu wewe duniani na unaishi, furahia. Fuata kile ambacho kinafurahisha macho yako, fuata maono yako. Lakini akawaambia, ujue kwamba Mungu atakuleta hukumuni kwa sababu ya mambo yote unayoyafanya. Katika chapter 12 ya Mhubiri inasema, mkumbuke Mungu muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijakuja siku za taabu, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sifurahii hiyo. Yani miaka ambayo ukiambiwa guka tukupe nyama, unasema hoi, mimi sifurahii hiyo. Shosho, utavaa hii nguo miniskirt, mimi sifurahii hiyo. Ama unafikiria shosho hakuwa msichana na alikuwa anavaa siku moja miniskirt, alifurahishwa na nguo ambazo ziko mgongo wazi, kifua wazi. Lakini ipo siku inafika, unafunika mwili wako pole pole. Unaanza kuvaa nguo ambazo zinafunika mwili wako pole pole bila kuambiwa na mtu. Na ukiulizwa unasema, mimi sifurahii hiyo kwa siku hizi. Kwa nini haufanyi hivi? Either useme mimi sifurahii hiyo, ama daktari alisema nisitumie hiyo. Sasa hayo mambo ni mambo ambayo tunasema yana muda. Kula nyama, kuvunja mifupa, kwenda usiku, kuwa na nguvu ya kupigana, iko na muda. Kuwa na nguvu ya kutisha, iko na muda. Kujivunia mambo mengi yako na muda. Lakini kuna mambo ambayo ndiyo Mhubiri anatuelekeza kwake, ambayo ni mambo tunasema, mkumbuke muumba wako ukiwa na nguvu. Inafaa tunapofurahia tukae kama mama aliye na watoto, hata akienda mahali na akule na afurahie na akunywe hata soda kwa hiyo sherehe, anajiuliza, gai, na sababu mimi nimekula hivyo, watoto wamekula. Na wewe mtu wa Mungu, unafaa unapofurahishwa na mambo ya dunia hii, unajiuliza, je, kuna kitu nimefanya ya kufurahisha Mungu? Sababu alituumba ili tumuabudu, alituumba ili tumfurahishe. Na maandiko yanasema anapofurahia tunapata nguvu. Yani the joy of the Lord is our strength. Anapofurahia anatutia nguvu tuendelee kumfurahisha zaidi.
liko jambo moja ambalo litaishi kunena katika maisha yako, jambo ambalo ulifanya kwa sababu ya Mungu, na hilo ndilo litakalofanya Mungu akufuate hata katika siku za uzee wako. Yesu Kristo wakati mmoja wanafunzi wake wakakuja na wakawa na furaha sana. Katika Luke 10:17 wakamwambia, hata pepo zinatutii tukizikemea kwa jina lako. Yeye hakuwaambia furahini sana. Aliwaambia msifurahi tu kwa sababu mapepo yanawatii. Hiyo ni temporary. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Yaani alitaka kuwaonyesha chochote tunachofanya hapa duniani, iwe tunafanyia Mungu ama hata ni mambo ya dhambi na mambo ya anasa tunayoyafanya, yote yako na muda. Naamini kwamba ujumbe huu umekuwa wa baraka kwako. Nashukuru kwa sababu yako umetenga wakati na muda ukasikiliza ujumbe huu. Bwana akubariki sana. Iwapo ungetaka kuwasiliana nasi, waweza kutupigia simu ama WhatsApp kwa nambari 0713503049. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Wale tuliokuwa nao hatumashughuli, hatunao, wameacha vitu vyao, pesa zao. Unajivunia nini ndugu yangu? Ni kwa neema ya Mungu. Usisahau neema ya Mungu tu. Sio ujinga kuja kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu. Sio ujinga kusalama.